Safari ya Loveness, kama tulivyoona sehemu iliyopita, alitoka nyumbani asubuhi na kwenda beach peke yake. Hapo jioni imefika, amerudi nyumbani. Siku nzima imeisha, hata hajapigiwa simu na mume wake. Toka jana alivyomwambia ukweli kuhusu Natalia. Tuendelee. Loveness anasema, nimerudi nyumbani jioni hii nikiwa nimechoka sana. Mwili umechoka, lakini moyo wangu umejaa huzuni zaidi, sijielewi hata. Labda nimependa sana, lakini nilikuwa sidanganyi, ndio maana naumia hivi. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Leo sijala kabisa, lakini sijisikii njaa, hata siwezi kusema kwa nini. Nimekaa sebuleni peke yangu, nawaza tu, nikijiuliza, je, mapenzi haya yanaelekea wapi? Kwa nini kila kitu kimejaa giza, kama vile mapenzi yamekufa ndani yangu? Najiuliza, mimi ni nani katika haya yote? Mimi ndiye niliyekuwa na imani, na sasa inaniuma. Inawezekanaje Mungu ruhusu nipitie mateso haya yote? Mimi ni mwanamke halali wa John. Hata kama walikutana kipindi hicho, lakini mimi ndiye niliyetambulika. Tulifunga ndoa, tumeishi miaka kadhaa sasa. Inawezekanaje leo nifike mahali pa maumivu makubwa hivi? Hapana, huu si mpango wa Mungu. Huu ni mpango wa Shetani tu. Ameingilia familia yangu. Lakini mimi lazima nisimame. Nisimame kama mwanamke ninayejua maana halisi ya ndoa nini. Niliahidi kuwa tutakuwa pamoja milele. Mungu wangu, wewe ndiwe kila kitu kwangu. Ninakushukuru kwa yote. Ninakushukuru hata kwa akili hii ulioniweka ndani yangu. Baba, mimi ni mtoto wako. Sijafanya chochote kibaya. Nipo chini ya miguu yako kama mwanao. Ninajiunganisha kwako Baba, na kuomba urudishe amani ya familia hii. Sitachoka kamwe kukuomba. Nitafanya hivi daima, kwa sababu wewe ni baba yangu. Ninaamini kabisa unanisikia. Unajua kila kilicho mbele yangu. Moyo wangu ni mdogo sana, lakini kwa nguvu zako ninaamini. Mungu wangu hajawahi kuacha watu wake. Baba wa imani Ibrahim alipewa majaribu mazito sana. Aliombwa kutoa kitu alichokipenda kuliko vyote, lakini hakukata tamaa. Alisimama kwa imani na mwisho alishinda. Ayubu naye alipitia mateso makubwa sana. Alipoteza mali, alipoteza afya, alipoteza heshima, lakini hakumpa Mungu lawama. Na mwisho wa yote, Mungu alimrudishia mara mbili, akamuinua tena, akamrejeshea heshima yake. Basi mimi pia najua haya ninayopitia si mwisho wangu. Ni mtihani tu, na kila mtihani una mwisho. Kuanzia sasa, sitazungumza kwa hofu tena. Sitawaza kwa kushindwa tena. Nitawaza kwa imani. Najua nitashinda, sio kwa nguvu zangu, bali kwa uwezo wa Mungu wangu. Sitaharibu nyumba niliyoijenga kwa machozi yangu mwenyewe, kupambana usiku na mchana, kuomba hadi sasa. Sitavunja ndoa kwa jambo kama hili, kwa sababu najua Mungu wangu upo, hujaniacha. Nitapigana kwa busara. Nitapigana kwa sala. Nitapigana kwa subira. Kuna wanawake wengi wanapitia haya kimya kimya. Wanalia usiku, wanacheka mchana, lakini mioyo yao inaungua. Na mimi ni mmoja wao. Lakini bado sijakata tamaa, kwa sababu bado nampenda, na bado naamini Mungu hajamalika kuandika hadithi yangu. Hii si mwisho. Hii ni mwanzo wa vita ya moyo. Na kuambia hata wewe unayepitia magumu kwenye ndoa yako, kaa chini, mshukuru Mungu kwa yote. Alafu amini kuwa mpaka nyie wote kukutanishwa ilikuwa ni mpango wa Mungu. Lakini Shetani hupitia hapo hapo kuharibu. Watu wanateseka na kuachana,
familia nyingi zinapotezana. Leo hii jiulize, kupitia hii Love Destiny, hatima yako ni nini? Siri ni moja: amini. Omba Mungu rudisha heshima kwa mumeo, alafu simama kwenye nafasi yako.